gathered to inaugurate a new secret society, the Order of Perfectibilists. Its name soon changed to the Order of the Illuminati, or in German, the Illuminatenorden. Na hakika leo naenda kusimulia simulizi ambayo ni ya kuogopesha, inaogopesha na ni ya kutisha, kuhusu kile wasichokijua wanadamu kuhusu pesa. Hakika pesa zina siri nyingi mno. Siri za pesa zinasemekana hakuna vyombo vyovyote duniani vinavyoongelea kuhusu pesa na siri zake. Leo sisimulii kuhusu kupata utajiri au kupata mafanikio ya kifedha. Hakika leo naenda kufichua siri kubwa ambayo inafichwa sana. Nina uoga kusimulia simulizi ya pesa, ila simulizi hii acha tuiweke mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atubariki na atuongoze tusisimulie vilivyo tofauti na vile tulivyofanyia tafiti. Mungu atuongoze na Mungu atulinde. Kabla hatujaanza tujue pesa ni nini. Nilivyofanyia tafiti kuhusu pesa, nilianza kwanza kumsikia bilioni moja wa Marekani aitwaye Elon Musk akizungumzia kuhusu pesa akisema, people get confused. Sometimes they think an economy is money. Money is a database for exchange of goods and services and for time shifting the exchange of goods and services. Money is a database. Money doesn't have power in and of itself. Like you can run the thought experiment of if you're trapped on a remote island, shipwrecked on an island, and you've got $1 trillion in a Swiss bank account. It's worthless. You'd rather have a can of soup. So, all the Bitcoin in the world, you're still gonna starve. Hapo amemaanisha kuwa watu uchanganyikiwa na wakati mwingine ufikiria uchumi ni pesa. Pesa ni hifadhi date ya kubadilishana bidhaa na huduma, ubadilishanaji wa bidhaa, kwamba ni pesa ni hifadhi date. Pesa haina nguvu na yenyewe kama inaweza kuendesha jaribio la mawazo ikiwa umenaswa. Unajua kisiwa cha mbali kilichozama kwenye meli kwenye kisiwa na una dola trilioni 1 za dola kwenye akaunti ya benki ya Switch. Haina thamani. Ungependa bakuli la supu, kwa hivyo unajua Bitcoin yote duniani na bado itakufa njaa. Kwa kweli uchumi ni bidhaa na huduma. Na hayo ndo majibu ya bilionea Elon Musk tokea Marekani. Na jibu lake la swali kuhusu pesa ni nini? Karibu kwenye Notebook Stories ambapo tutakufungua mengi kuhusu pesa. Na hii ni GBM TV. Tuendelee na simulizi yetu, karibu. GBM Creation International. Vumbua, sanifu, jenga. Inaelezwa kuwa pesa zilianza kuweko toka mwaka wa 971. Kampuni nyingi za mataifa mbalimbali zilianza kuungana kutengeneza pesa. Na esi hapo utajiuliza, aliyotengeneza pesa ni nani? Na jibu lake ni la kushangaza sana. Inaelezwa kuwa pesa haikubuniwa na mtu mmoja, bali ilibadilika kwa maelfu ya miaka, ikianza na bidhaa kama vile ng'ombe 9,000 KK. Serafu rasmi za kwanza zilizotengenezwa kwa electrum ziliundwa huko Lydia, Uturuki ya kisasa, na mfalme alite karibu 600 au 700 KK. Hapo inathibitishwa kuwa haijulikani alotengeneza pesa ni nani rasmi, lakini zipo jamii za siri ziitwazo Illuminati na Freemasons.
Jamii hizo zinatajwa kuwa miongoni mwa waliotengeneza pesa na kuifanya pesa ifanye kazi duniani kote na kuwa maarufu sana sana. Inaelezwa kuwa wao ndio waliofanya pesa zifanye kazi duniani. Tutajua huko mbele. Tuendelee na safari yetu ya simulizi hii. Na pesa hazikuanza kutengenezwa kwa bahati mbaya. Pesa zilianza kutengenezwa kwa malengo, si ya kutumia tu kama tunavyotumia hivi sasa. Ikielezwa kuwa pesa ni makaratasi, na huo sio utani. Nilipatwa na mashiko kusikia kwamba pesa ni makaratasi na watu mbalimbali, na nukuu wakisema, hakika pesa ni makaratasi. Hapo amtajua kwa nini nimesema pesa ni makaratasi. Sijalinganisha na karatasi tunazochorea wala kuandikia kama ubao, na wala sijasimulia kwa vile mtaani wanavyosemaga pesa si makaratasi tu. Hapana, habadan, wala sio hivyo. Pesa, au nimemaanisha kusema pesa ni makaratasi, na nitawafafanulia kwa nini nimesema pesa ni makaratasi. Kuna siri nyingi na siri kuu kuhusu pesa. Pesa hazijaumbwa na Mwenyezi Mungu, bali pesa zimeundwa na mwanadamu. Ziko jamii za Freemasons au Illuminati. Hizo jamii zinaogopwa sana duniani. Jamii hizo ndo zinatabirika kuwa zilianzisha purukushani ya kuifanya pesa iwe na mamlaka ya kudhibiti dunia na pesa kufanya kazi duniani. Wanachapa pesa nyingi kadiri wawezavyo, kwa kuwa wanataka kupunguza kiwango cha jasho lako. Unafanya kazi masaa 12, lakini thamani ya unacholipwa inashuka kila siku, kwa sababu wao wanacheza na mashine ya kuchapa pesa. Watu wa benki au watu wakuu duniani, wamiliki wa fedha, hawatengenezi pesa, wanatengeneza deni. Mtego. Benki kuu inapopokesha serikali pesa, inazikopesha kwa riba. Tatizo ni kwamba pesa ya kulipa ile riba haikuchapwa. Wanasema kwamba hii inamaanisha dunia nzima ikiamua kulipa madeni yote, hakuna hata shilingi moja itakayobaki mtahani, na bado tutakuwa tunadaiwa riba. Hii inawafanya binadamu wawe kwenye mzunguko wa panya, rat race, kukimbia kila siku kutafuta pesa ambayo kimsingi haitoshi kwa wote. Dhumuni lao, wanataka uwe mtumwa wa madeni, mikopo, ili usiwaze kuhusu uhuru wako. Na hii ni siri mojawapo kubwa ambayo inafichwa sana na jamii hizo za siri ambazo mwanzo nilikutajia. Basi tuendelee. Hapa nitawafichulia siri ya alama za giza kwenye pesa. Hii ni mojawapo ya siri ambayo hakuna mwanadamu anayoifahamu, na yote wanafanya ni kukufuru au kumkosea Mwenyezi Mungu. Ukichunguza dola ya Marekani ambayo ndiyo utawala wa pesa zote, utaona alama ambazo watu wengi huzipuuza. The all seeing eye, na maanisha jicho moja juu ya mapiramidi iliyokatika pesa hizi tunazotumia. Jicho hilo moja inasemekana kuwa ndilo jicho linaloona kila kitu duniani kote. Jicho hilo ni la siri ambalo mwanadamu haelewi, yule ambaye ni kama mimi na wewe. Watu wengi husema hilo ni jicho la shetani, yule mlaaniwa Ibilisi mjalahana. Inasemekana yeye amejificha kwenye fedha. Na kama nilivyowaambia, jicho hilo moja liko juu sana, linatazama kila muhula wako, lakini wewe uko chini, huwezi kuwaona wao, lakini wao wanakuona na kila ukifanyacho. Chini ya jua kuna siri, na kuna watu wanaoona maisha ya wanadamu wengine ambayo wewe kama mimi na wewe hatuwaoni na hatuwajui. Novus Ordo Selecurum.
maana yake ni New World Order, mfumo mpya wa dunia. Wameweka siri hii hadharani mbele ya macho ya watu, ili mimi na wewe tuione. Hiyo nilokutajia New World Order ni mpango wao mpya ambao unakuja kuitawala dunia iwe serikali moja ya kidijitali. Lakini wewe na mimi tulio kwenye maisha ya kutatanisha, isiyo ya kutafiti mambo, tunabaki wapofu na bumbuwazi tusiojua chochote. Lakini hakika kuwa mwangalifu kinachokuja mbele yako. Mtegemee Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Inasemekana pesa ndio dini yao mpya. Na pesa sio kwamba dini yao mpya ilikuwa inajulikana tu miaka hii ninayokusimulia. Hapana, abadan. Siri zao ziko kiundani zaidi. Mpaka uwe mwanasiasa na kutafiti mambo ndo utajua siri zao zipo na zinajificha kiundani zaidi. Siri ya pesa ya kidijitali, the CBD secret. Hiyo ni siri kubwa kubwa tena kubwa. Hii ndio siri ya sasa hivi mwaka huu wa 2026. Siri ambazo hazikukua toka mwanzo, lakini hii ndio siri yao wanayoaminisha kwa sasa: kuondoa pesa taslumini, cashless. Kwa nini wanataka kuondoa cash? Hilo ni swali ambalo linahitaji jibu, na nawajibu kwa kuwapa tahadhari. Nimejitoa kuwapa siri ya fedha, ila nimeweka simulizi hii mikononi mwa Mwenyezi Mungu, anilinde na awe pamoja nami, kwa sababu kile nilichosimulia kipo kimefichwa sana, na watu hawa siri hawataki mtu yoyote kufahamu siri zao, na wanaifanya kwa siri kubwa duniani kuhusu pesa waliotengeneza kuja kuwa tishio kwa wanadamu. Miaka ya hivi sasa tunajua pesa ndiyo malisho yetu, na kama tunavyojua mwanzo Mwenyezi Mungu aliumba mashamba ili mwanadamu atumike na ale kwa jasho lake bila kutegemea pesa. Ndio maana nisema mwanzo Mungu hajaumba pesa, ila zimeundwa na mwanadamu. Watu wengi tunafanya kufuru kubwa kusahau asili ambayo Mwenyezi Mungu alituumba nayo toka kwa baba yetu Adam. Hapa sitosimulia mwanzo ilikuweje, lakini kama sote tunavyojua, Mungu aliumba miti na bustani, akaweka na matunda na mimea ili kusaidia mwanadamu. Lakini inashangaza kuwa watu tumemwasi Mwenyezi Mungu kwa tamaa isiyo na mipaka, tukaona kile Mwenyezi Mungu aliotupa kama si chochote, na tukaanza kujivunia vitu vigeni ambavyo mwanzo toka enzi za mababa zetu Adam na Hawa, wao si walitegemea matunda, walitegemea maji kutoka visiwani, kutoka chemchemi za Mwenyezi Mungu. Na hapa sijahamisha simulizi kutoka kwa fedha kwenda kusimulia habari za Adam na Hawa. Hapana, abadan. Bali nimefanya hivyo kwa kuwapa mfano, kwa vile dunia imemwasi Mwenyezi Mungu, wakahama na kuhaha, kwa vile Mwenyezi Mungu alivyoumba kuviona sio kitu mbele zao. Dharau mwanadamu anaionyesha mbele ya muumba wake. Inaniuma kuona yote yanayotokea, ila sina budi. Basi turudi katika simulizi yetu. Hapa nitaanza na swali ambalo nimeliacha njiani. Kwa nini wanataka kuondoa cash? Na maanisha cash.
ukishika pesa mkononi, una huru ukishika pesa kidijitali, currency. Wanaweza kuzima muda wowote. Hapo namaanisha ukiweka pesa kama kwa mfano kutoka kwa benki yako, wao wanaweza kuzizima hela hizo kwa muda wowote, maana wao ndo wamiliki wakuu wa pesa hizo, wala sio wewe mwanadamu. Aushangai kwa nini pesa zinakaa mpaka kwenye simu zikijisoma kama namba? Mpaka hapo nimewachia kitendawili muweze kukitegua wenyewe, sababu Mwenyezi Mungu kaweka maarifa mengi kwa wanadamu wote. Kwa hiyo swali langu ambalo mtakalolijibu alitawatosheleza hapa. Basi tuendelee. Katika jamii za siri wanataka kufikia hatua ambapo ukihoji siri zao au ukiwa mcha Mungu unaipinga uovu wao, wanakufungia akaunti yako ya kidijitali. Huwezi kununua chakula wala kulipa kodi mpaka utii amri zao. Huo ni unyama na unyonge mkubwa na dharau dhidi ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo alama ya mnyama ya kiteknolojia. Hapo hamjanielewa bado. Mtanielewa pindi mtakaposikiliza tena na tena. Energy harvesting, siri ya nishati ya pesa. Inasemekana kuwa hawa waovu wanajua kuwa unapotumia maisha yako yote, muda wako, nguvu zako, akili zako kutafuta karatasi zao, na maanisha pesa zao, unawapa nishati ya uhai wako. Hapo tuendelee. Nahisi umenisikia vyema kabisa. Wao wanatumia nishati hiyo kujenga himaya zao, huku wewe ukibaki umechoka na hauna muda wa kuabudu Mungu au kukaa na familia yako. Wamegeuza kuwa betri inayolisha mfumo wao. Kwa kutaka nieleweke kwa urahisi, nitaanza kwa kusema kuwa mwanadamu ni rahisi sana kumuasi Mwenyezi Mungu wake, lakini ni ngumu kuiasi teknolojia wala vyote vilivyomo duniani. Hakika mwanadamu anaogopa sana kuacha kutumia pesa, lakini pesa hizo zina madhara makubwa na zitawaingiza wengi motoni jehanamu. Hapa nitawajulisha thamani ambayo Mungu aliweka kusingekuweko pesa. Thamani ya kweli ipo kwenye ardhi na udhalishaji. Karatasi zinaweza kupoteza thamani kesho, lakini shamba lako la asili, mifugo yako na ujuzi wako wa asili ambao Mungu amekuumba nao hauwezi kufutwa. Epuka madeni yasiyo ya lazima. Deni ni kamba ya shingo iliyoshikwa na jamii za siri. Mtu asiyedaiwa ni mtu huru kiakili na kiroho. Rudi kwenye mabadiliko ya utu, barriers of value. Saidiana na ndugu zako kwa utu, si kwa kila kitu kutegemea karatasi zao zenyewe, nikimaanisha pesa zao. Kuna misemo mingi semwayo eti kwamba mwanadamu hawezi kuishi bila pesa. Huo ni uongo ulioundwa na wanasayansi au wazungu, wale mababa wa siri waliotengeneza pesa. Hapa sisi tuwazi kwa akili zetu za kawaida. Hivi kusingekuwako pesa, unafikiri mwanadamu asingeishi? Ebu waza kidogo. Mungu kaumba mifugo, kaumba kuku, mbuzi, ng'ombe na mifugo mingine au na nyama zingine ziliwazo. Mungu aliumba matunda sio kwa bahati mbaya. Mungu aliumba vitu vya asili ili mwanadamu avitumie, lakini vimebadilishwa hivi sasa. Watu kutolewa kwenye asili yao kupelekwa asili zingine na kubadilishwa kila kitu.
Hapo nimemaanisha watu wengi duniani hula vyakula vya kemikali na kujaza acid mwilini. Hiyo inaleta madhara mingi sana mwilini mwa mwanadamu, ndio maana magonjwa hayaishi. Mimi ni msimulizi wako, nimemaliza kwa kusema Mungu ndo mjuzi na Mungu ndo mlinzi wa wanadamu wote.